mambo yote ambayo tunayafanya au kufanyiwa duniani yanayohusiana na uhusiano wetu na Mungu, sisi ndio wanufaika. We are the beneficiaries of God grace. Yani sisi ndio wanufaika wa neema ya Mungu. Tukihubiri sisi ndio wanufaika. Tukitoa pepo sisi ndio wanufaika. Tukiomba sisi ndio wanufaika. Tukitabiriana na kuneneana kwa lugha sisi ndio wanufaika. Sasa swali linakuja, Mungu ana benefit nini kutoka kwetu? Ni kitu gani ambacho Mungu anakuwa beneficiary? Sasa hicho kitu ndio hicho kitu pekee ambacho Mungu ananufaika kutoka kwetu ni wakati tumeamua kumsifu na kumwabudu yeye. Yeye ndio anakuwa beneficiary. Ndio maana mtumishi wa Mungu mmoja aliyekuja hapa wakati anaongoza maombi alisema Mungu anakaa juu ya sifa za watu wake. Neno kukaa maana yake anadumu, kudumu maana yake kuishi, kuishi maana yake ndio maskani yake. Mungu maskani yake ni kwenye sifa na kuabudu. Mabibi na mabwana, kama vile ambavyo uhai wa samaki hutegemea maji, basi furaha ya Mungu hutegemea sifa za watu wake na maabudu kutoka kwa kwetu. Ndio maana katika maandiko nimeona maeneo machache sana ambapo Mungu anaingia sokoni kutafuta watu. Kwa sababu watu ni wake, wameomba mwenyewe, kwa hiyo si ni jambo baya kusema Mungu anatafutaga watu, lakini katika hayo maeneo mawili Mungu anatafutaga watu. Moja inapatikana katika Ezekieli, anasema Mungu anatafuta mtu atakayesimama katika mahali palipobomoka ili apate kuiponya nchi. Mungu anatafuta mtu. Lakini katika Yohana sura ya 4 maandiko yanasema Mungu anatafuta watu watakaomwabudu katika roho na katika kweli. Wananchi waseme amina. Haleluya. Gusa mwenzako mwambie, je, wewe ni mtainiwa wa hiyo kitu? Wewe ni are you a candidate wa Mungu anatafuta watu watakaomwabudu. Kwa nini? Anajibu swali, anasema kwa sababu yeye ni roho. Na wamwabudu yeye ni pasa kuabudu katika roho na katika kweli. Nataka niongee kama worshiper, niongee kama miongoni mwa waabudu. Nyosha mkono nasema jamaa naongea kama worshiper. Haya mambo mawili tunaposema sifa na kuabudu, terminology zake zinaonekana ni tofauti. Kuna kusifu alafu kuna kuabudu. Lakini katika kitu nakiitaga heaven protocol, yani itifaki ya kimbinguni, kusifu ni kama msingi na kuabudu ni kama tunaendelea kujenga juu mpaka tunafikia kwenye kilele. So ningekuwa na tafsiri kama mmoja wa waabuduo, ningesema kuabudu ndio kilele cha kusifu. Kwa hiyo ni makosa sana tukiabudu tu alafu tumeishia hapo. Na nitaongea kitu very dangerous kwa sababu kitakusaidia kesho mpaka miaka 30 ijayo. Tukiabudu bila kusifu ni kama umeanza speech bila introduction. Haleluya. Amen. Lakini tukisifu bila kuabudu ni kama umefanya ujumbe bila finishing. Kwa hiyo umeacha watu wana hang. So haya mambo yanastahili kuwa combined. Tunamsifu Mungu. Kwa nini tunamsifu Mungu, mabibi na mabwana? Tunamsifu Mungu kwa sababu ya matendo yake makuu. Tunamsifu Mungu kwa sababu ya wingi wa neema yake. Tunamsifu Mungu kwa sababu ya yale aliyotenda na ambayo hajatenda, kwa sababu sio jukumu letu kumuuliza kwa nini kutenda. Kwa hiyo tunamsifu Mungu kwa vile ambavyo amefanya kwetu. Ndio maana tunasemaga hakunaga sifa za kimya kimya. Mgeni ukimwambia mbona uimbi kanisani? Oh, mimi namsifu Bwana katika moyo. Hakunaga sifa katika kimya kimya. Wewe ni mnafiki. Wewe ni mnafiki wa kilo nyingi sana. Tena wanafiki wengi wako upande fulani. Sijui upande gani. Hebu ni watafute, nilikuwa naona sisi tunaabudu, tunaimba, anajifanya ndo mjanja. Anajifanya ndo mwenyekiti wa mambo ya kiroho, yani kuimba haimbi, kupiga makofi hapigi makofi, vigelegele hapigi, hata kunengua kidogo. Lakini ukimkuta chumbani kwake peke yake amejifungua, hayo manenguo utashangaa. Lakini chache anajifanya Mungu anagusa, mwambie acha unafiki wewe. Haleluya. Kwa hiyo hakuna silence praise. Hakuna, ni kama ninaona kumsifu ndugu yangu Erasto. Siwezi kusema tu atashangaa anafanya nini. Yaani eti nataka kumwambia ataelewa ninachokifanya. Hawezi kuelewa. Lakini akamwambia Erasto umependeza. Hiyo suit very amazing. Macho yako kama gololi. Erasto. You look good, wonderful. Yaani hayo maneno hayo yanamfanya Erasto ajisikie ana kiumbe kinachomuelewa umuhimu wake.
Ndio maana tunasema tuimbe. Kuimba no. Kusifu kunaambatana na kuimba. Gusa mtu mwambie kusifu kunaambatana na kuimba. Alafu ongea kwa sauti kumwambia usipoimba church wewe ni mchawi. Ambia asikie. Usipoimba church wewe ni mchawi. Tena wa mchawi mwingi sana. Haleluya. Kusifu kunaambatana na kucheza. Kucheza si mambo ya vijana. Nimeona mzee anacheza na ni miaka 70 na ngapi anacheza. Wewe hata miaka 20 hujafika unajifanya mstaarabu. Kama zuzu fulani namna hiyo. Hebu nirudie tena, kusifu kunaambatana na kucheza. Ona huyu asema, sema tena kusifu kunaambatana na kucheza. Kusifu kunaambatana na kelele. Hallelujah. The Bible says make joyful noise unto the Lord. Mpigieni Bwana kelele za shangwe kwa sababu ni mwema na fadhili zake ni za milele. Hebu nisikie sauti za kelele. Mungu anastahili sifa, nisikie vigele tena. Mungu anastahili heshima, nisikie tena. Amen. Sasa, hebu tuongee kidogo kuabudu. Kwa nini watu hawaabudu? Na kwa nini tunasema kuabudu kunaleta uponyaji? Haya mambo mawili ya combine pamoja kwa sababu ya muda. Lakini acha nikwambie, watu wengi wanashindwa kuabudu kwa sababu kuabudu kunahitaji revelation. Kunahitaji ufunuo. Amen. Kwa nini kunahitaji ufunuo? Kuabudu hakuongei chochote kwa habari yako. Ndio hapo sisi watu wa kusifu na kuabudu, Mungu atukomboe, atahiri mioyo yetu, atufanye wanyenyekevu. Pamoja na nyimbo nzuri tunazozipenda na kuziimba na zinaingia vizuri kwenye melody, kwenye key, kwenye flat na kwenye major na kwenye arguments nini. Mwenyewe nafahamu watu wa muziki, ma seventh manini. Unajua kuna wakati tunachukua nyimbo kwa sababu zina muziki mzuri. Ukienda nasema huu ni mzuri, lakini swali je, hiyo wimbo inamuelezea nani? That's a big question. Ndio maana ibada zetu nyingi, ukiacha ya leo naipa tiki. Ibada zetu nyingi tukimaliza ibada tunarudi nyumbani tumechoka, maana tumeruka, maana tumeshangilia, tumeviringika sarakasi na kusama zote, lakini hakuna mguso ndani ya moyo. Kwa sababu tukimsifu Mungu, yeye anakuja kupokea sifa zetu. Tukimwabudu Mungu, yeye anakuja kutuhudumia. Mimi nahubiri vizuri. Mimi nyosha mkono sasa, jamaa nahubiri vizuri. Haleluya. Kwa hiyo tunapokosa kufika kwenye hiyo kilele, ningekuwa naongea na watu wazima, ningeongea kiutu uzima. Sasa wengi hamjaoa, hamtaelewa hata nikiongea. Mtaona sio naongea nini. Lakini kilele cha ndoa, watu wa ndoa wanaelewa ni nini. Sasa katika sifa na kuabudu, kilele cha utamu wa ibada ni pale ambapo moyo wako umeshikamana na wa Mungu. Ndio Daudi anapata ufunuo, anasema wakati kilindi huita kilindi, when the deep calls unto the deep. Yani kilindi cha moyo wangu kimeshikamana na kilindi cha Mungu. Hapo sasa sema na kuelewa mshua. Sasa huwezi kuwa na abudu tu macho yako nje tu. Na kuabudu Bwana. Oh haleluya. Yani uko nje namna hii, yani jamaa mkavu. Tunaona tu mkavu. Wakavu oye. Jamaa mkavu. Yani unajiuliza hata mwingine unaka sauti kazuri, anaimba amepamba na kuabudu Bwana. Kasauti kazuri lakini mtu mwenyewe ukimwangalia mkavu. Unaona huyu jamaa mbona kasauti kazuri lakini mkavu? Ni kwa sababu hajapata revelation, hajapata ufunuo. Bwana Yesu asifiwe Tanzania. Mimi nikajiuliza swali, kwa nini eti malaika wazee 24 wenye uhai wanne, makerubi na wale maserafi, eti kila siku mbinguni hawana shughuli nyingine, ni kuinama tu mtakatifu, 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 miaka naenda, miaka rudi, hawachoki, mtakatifu, mtakatifu. Wanafikiri wanasema tu mtakatifu ni mtakatifu tu.
Kila mtakatifu mmoja inazalisha ufunuo wa kumwona Mungu kivingine. Ndio maana they never get tired, kwa sababu every day, every moment God is new. Umehubiri vizuri, hata ule anaelewa. Haleluya. Ukikosa ufunuo, waweza kuimba wimbo wa kuabudu lakini Mungu asiabudiwe. Waweza kuwa na melody nzuri ya kuabudu lakini Mungu asiabudiwe. Ukikosa ufunuo, waweza kuwa na rhythm nzuri na makii mazuri na melody mazuri na nini mazuri, lakini Mungu asiabudiwe, because it is only by revelation we can worship God. Nigusie jirani, mwambie jirani, ni kwa ufunuo tu tunaweza tukamwabudu Bwana. Kwa sababu kuabudu hatuongei mambo yetu, tunaongea mambo yake. Na tunaongea mambo yake ya aina gani? Tunaongea mambo manne juu ya Mungu. Jambo la kwanza, tunaongea habari the character of God, tabia ya Mungu. Jambo la pili, tunaongea the holiness of God, utakatifu wa Mungu. Jambo la tatu, tunaongea juu ya the goodness of God, ya Mungu, wema wa Mungu. Tunaongea na namna nyingine kwamba the way God is, namna alivyo. Sasa hapo mambo yetu yanaingia wapi? Tuongeane tu kweli, mabibi na mabwana, mambo yetu yanaingia wapi? Ndio maana ibada zinakuwa ndefu lakini Mungu mdogo, kwa sababu tunaongea sana kutuhusu, tunaongea sana kuhusu matatizo yetu, tunaongea sana kuhusu aliyotutendea, tunasahau sana vile alivyo. Tukianza kumwabudu Mungu kama alivyo, hata kama nyimbo ni za zamani, hata kama nyimbo hazina nzuri, hata kama nyimbo zimepinda huko mbele, lakini Mungu akisikia anaguswa, Mungu anashukaga. Jamani, nisemaje Wanyakyusa wanisikie? Nasema tukiabudu Mungu anashukaga, kwa sababu ndio kitu pekee ambacho Mungu anakiachilia kama response ya watu ambao wamemwabudu. Sasa nikawa namuuliza Mungu hichi kipengele anachokisema Bwana Erasto kwamba tupate uponyaji kwa njia ya kuabudu. Mpaka ibada iwe uponyaji, lazima kuna mambo ya kufanya. Kweli? Mimi nawaambia ukweli. Ibada eti tumeabudu, tumesifu na watu wamepona, lazima kuwe na kazi ya kufanya. Amen. Hii ibada wakati wengine tunaimba, wengine wanakimbia nje, wanakojoa, wanarudi, wanaenda watulivu, haiwezi kuleta uponyaji ndani yake. Yeah, asante brother. Pande umepona kwa ajili ya yule Kenya. Haleluya. Kwa sababu kama vile ambavyo madaktari wanaamini hivi, nani daktari hapa athibitishe ninachokisema? Wale ndo madaktari. Madaktari wanaamini hivi, mwili wa mwanadamu uliumbwa ili ya kwamba kupitia mifumo ya mwili yenyewe kwenda uponyaji ndani ya mwili. Amen. Amen. Ndio maana kama figo alitakiwi au ini kwa nini linatakiwa liwe hai? Kwa sababu ndani yake kuna mechanism fulani ambayo imetengenezwa na Mungu mwenyewe, kwamba ini linakuwa gonjwa linajiponya lenyewe mpaka maisha yako yote. Sasa Mungu alikusudia hivi, tunapokuja kanisani, tunapokuja kwenye ibada, kupitia ibada kuwe kuna transaction, kuwe kuna vitu vinatoka na vitu vinaingia. Yani naongea vizuri. Upande huu umeanza kuelewa. Watoto wangu kama kawaida, chukueni haki zenu, kwa sababu mzee yuko hapa. Yani kuna katika ibada tunatakiwa tuje kufanya mabadilishano. Ibada is the mabadilishano ground. Ni uwanja wa mabadilishano. Tunampa huzuni zetu, anatupa furaha yake. Tunampa magonjwa yetu, anatupa uponyaji wake. Tunampa kushindwa kwetu, anatupa ushindi wake. Tunampa mashaka yetu, anatupa imani yake. Yani kuna transaction, kuna mabadilishano. Nasema kuna mabadilishano. Inawezekanaje umekuja kanisani mnyonge, kutembea kama center body zimekatika, na unarudi hivyo vitu zimekatika mara 3, ndio naenda na hivi kabisa. Inawezekanaje? Ulikuja kanisani moyo mzito, hata kuabudu uwezi, hata kuinua mikono uwezi, na unatoka kanisani the same way. Kwa nini ulikuja kanisani kufanya nini? Ulikutana na watu au ulikutana na Mungu? Because hakuna mtu aliyekutanaga na Mungu akarudi jinsi alivyo. Wewe ulikuja kanisani kufanya nini? Uliza jirani, mwambie ulikuja kanisani kufanya nini wewe? Shika kichwa chake, mtikise kama ni size yako, mwambie ulikuja church kufanya nini? Haleluya. Nilikuja kanisani kwa ajili ya kumpika yeye fadhaa zangu, kwa sababu anashughulika na mambo yake. Na ili hicho kitendeke, I have to get a revelation. Lazima nipate ufunuo. Sema amina kwa jina la Yesu.
Kanisa kwa watu waliookoka hatukupaswa kuombeana sana. Hiyo hamtasema amina kwa sababu mmezoea kuombeana kwa kila mikono. Lakini wanangu wanaelewa kwa sababu hawana shida na hiyo. Kanisani church, Mungu hakutaka tuwekeane mikono sana sisi kwa sisi. Mungu alitaka kutengeneza mazingira ambayo tukiwa katika mazingira hayo vitu vinatendeka kwenye maisha yetu. Haleluya. Ikiwa swala la kuabudu is a serious business. Kuabudu si kitu cha mzaha. Kuabudu si kipindi kinachounganisha vipindi vingine. Wako watu wanafikiri eti tunaimba ili sadaka zitolewe, tunaimba ili matangazo yatangazwe, tunaimba ili kumwandaa mchungaji. Hapana. Kuimba is a business. It's a serious business, ladies and gentlemen. Haleluya. Wa Pentecost liturujia letu ni kusifu na kuabudu. Mambo mengine ni ya ziada. We come to the church to worship. Angalia hata yule asemi amina, shauri yako. Amen. Ngoja nikuvunje moyo nikimalizia dakika 5 zilizobaki. Hatuji kanisani kusikiliza neno. Hatuji kanisani kuombewa. Hatuji kanisani kupeana matangazo. Hatuji kanisani kuangalia umesuka nywele gani, twende kilione kilio gani akiishi hicho. Hatuji kanisani kuangalia nani kavaa nini. No, kanisani is not a place for competition. Kanisani si mahali pa mashindano. Hatuji kanisani kuzodoana na kuhukumiana. Huyo amevaa sketi mbaya. Wewe unakuja kanisani kuangalia sketi ya mtu. Si una matatizo wewe? Ibada nzima uabudu umeangalia tu sketi ya mtu. Macho yako yaokoke. Vijana wengine mnakuja kanisani kukwazika tu. Hey, angalia nyonyo lake liko nje. Wewe ibada nzima unaangalia nyonyo. Nyonyo ndio likuleta kanisani. Kwa nini usimwabudu Bwana? Acha ujinga kwa jina la Yesu. Sema amina kama unayo. We come to church to worship God. Tunakuja ibadani kumwabudu Bwana. Mimi nikimwabudu Bwana, wewe uwe uchi, shauri yako. Weche manyonyo uchi, shauri yako. Mimi sishughuliki na manyonyo yako, nashughulika na Jehova wangu. Nina issue zangu zinahitaji majibu. Nina maswali yangu yanahitaji maelekezo. Ndio maana nikija ibadani niache. Nikicheza zaidi niache. Hujui Mungu alikonitoa. Kunengua kwangu kuna kuhusu nini? Mimi namnengulia aliyeniokoa. Wacha ninengua kidogo. Wewe manengo yangu yanakuhusu nini? Endelea uniishia hapa. Jamani, angalia wale kwaya wamevaa nguo zinabana. Wewe zimekuleta nguo za kubana. Wewe zimekuleta kubana. Hatuwatii moyo wavae nguo za kubana. Lakini kama wamevaa wewe zinakufanya nini mpaka usiabudu Bwana? Ndio mchua. Ndio mmekaa tu kichofu namna hiyo. Kanisani kuna vitu vya ajabu sana. Ndio maana hata Mungu anatushangaza. Nafikiri Mungu alikaa mbinguni wakati mwingine huwa anacheka. Yaani Mungu anasema hao wahuni hao wangeelewa mimi niwakomboa wafanye nini, wasingefanya mambo wanayofanya. Mungu anaangalia, anaona vitu vingine iko busy kuangalia nywele za mtu, iko busy kuangalia yule ameongea na nani baada ya ibada, yuko busy walikuwa wanaongea nini. Yaani kijana akisimama na msichana mwingine kinamuumiza, anaongea nini? Ya akili zake zimejaa kutongozana tu, sababu ndio mawazo yake. Tubadilike wa Tanzania. Semeni amina nyinyi wanakiusa na nyinyi wasukuma mlioko hapa ndani. Mungu anaangalia moyo wako. Mungu anaangalia utayari wako. Bible inasema, nikimalizia mzee, Biblia inasema Yesu alikuwa mahali anahubiri na uwepo wa Bwana ulikuwepo waponye, lakini si wote walipona. Ni wale waliokuwa na haja ya kuponya wakapona. Aya nahubiri vizuri sasa. Waliokuwa na haja ya kutendewa wakatendewa. Waliokuwa na haja ya kusikia neno wakasikia. Waliokuwa na haja ya kuchunguza vitu wakaviona. Ukivitafuta utaviona. Ukiabudu utaonekaniwa na Mungu. Wananchi waseme amina. Ili Mungu aonekane na aponye. Get a revelation. Pata ufunuo. Haleluya. Ndio maana wanashauri, si dini, si mapokeo, wanashauri ili uconcentrate wakati wa kuabudu. Ikiwezekana funga macho. Yeah. Maana unaweza kama unaabudu hivi. Unyama ni mwingi sana. Haleluya.
Unaweza kuwa naabudu hivi, bahati mbaya sana ile tumefungua jicho hivi, unayeonana naye anakudai upako wote. Maana ulianza kwa mkwala, baba nakuona baba, tembea Bwana, alafu jicho linaangalia, unakuta naye jamaa anakukazia. Na wengine wana roho mbaya, wanaodai wana roho mbaya, anakukazia macho kabisa hivi kwamba hiyo baba na deni langu unamaanisha nini? Ndio unasikia baadaye mtu nasikia baba, mimi sina kitu, mimi ni mdudu tu. Bwana nikwenda siongee chochote baba, nisaidie kwa sababu macho yamekutana na vitu asivyovitarajia. Haleluya. Dada ndo nafungua macho na abudu, jicho linagonga ti. Jana ndo kijana amekuacha. Baadaye ya kwanza kumesikia kwa sababu jamaa amejaa Roho Mtakatifu siro. Kuna vitu tunaendelea. Funika macho kama mjinga. Mwambie Bwana, acha macho ya rohoni yawe wazi ili nikuone wewe na nikusikie wewe. Inawezekana kubarikiwa kanisani. Inawezekana kupona kwenye uwepo wa Bwana. Inawezekana kufunguliwa kwenye uwepo wa Bwana. Ndani ya uwepo wa Bwana kuna nini? Kuna nguvu zake. Waimbaji mko wapi? Praise and worship. Biblia inasema in his presence there is fullness of joy. Katika uwepo wake kuna utimilifu wa furaha. Katika uwepo wake kuna uponyaji. Mungu anaponyaga majeraha kwenye uwepo wake. Mungu anaponyaga vidonda vya rohoni kwenye uwepo wake. Mungu anaponyaga maswali na majibu ambayo hauyawezi kwenye uwepo wake. Ndani ya uwepo wake kuna kuinuliwa. Ndani ya uwepo wake kuna matumaini mapya. Ndani ya uwepo wake, angalia wasemi amini wamejana wa shetani. Ndani ya uwepo wake kuna kutiwa moyo. Ndani ya uwepo wake kuna mabadilishano. Ninaomba jioni ya leo Bwana abadilishe, aondoe roho ya uzito, aweke roho ya usifa, aweke vazi la sifa ndani yako. Sema amina kama uko hai. Ninaomba Jehova atende jambo jipya kwako, yaliyoshindikana yawezekane uweponi mwake. In the presence of God there is joy abundance. Hallelujah. Gusa wazako mwambie tuabudu. Hallelujah. Thank you Jesus. Glory. Tutaendelea siku nyingine. Inua kidole, sema tunaweka pause. Na uta kufanya tena semina siku saba. Hallelujah. Nipatie usika Yesu. Nafsi yangu ya tamani. Thank you Jesus. Come on. Roho ya kiu kama ayala, hatamani hivyo maji ya mto. We Baba, nafsi ya kutamani. Mwambie mwenzako funga macho usione vya kuona. Nafsi yangu ya kutamani. Tuinue na mikono yetu juu kabisa. Roho yangu yaona kiu. Imba kwa sauti kama utaimba tena. Kama ayala, kama ayala, atamanivyo maji ya mto. Baba, sisikie sauti ya tatu huko nyuma. We Baba nijaze, nijaze Roho Mtakatifu. Niweke karibu nao. Niweke karibu nawe. Nirejeshe furaha ya wokovu. Baba, release yourself tonight. Release yourself in the presence of God.
He's worthy of our praise. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. He's the great I am. He's the Prince of Peace. He's the Alpha. He's the Omega. He's the beginning. He's the end. The light of the world. The salt of the earth. The great I am. The chief cornerstone. His name is Yahweh. His name is Yahweh. Yahweh, we praise you. Yahweh, we worship you. Yahweh, we celebrate you. Yahweh, we acknowledge you. You are worthy today. You are worthy tomorrow. You are worthy forever. You never change. You are the same. Yesterday, today, and forever. You are holy. You are holy. You are holy. You are holy. Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. Holy is the Lamb who was slain for us. Shandarabakataya balo. Shandarabakataya. Lebo Shataya baba. Wakati wa Pentekosti waliojaa Roho Mtakatifu wajiachilie. Ndani ya ibada kuna uponyaji. Ndani ya maabudu kuna uzima. Bwana achilie uzima. Bwana achilie neema. Bwana achilie nguvu. Wangojea Bwana watapata nguvu mpya. Pokea nguvu. Pokea uweza. Pokea tumaini jipya. Pokea rabada obedezekete. Rabashanda rabakate. Nibarakasai. Arise, O Lord. Arise, O Lord. Arise, O Lord. In the name of Jesus. We enthrone you. We enthrone you. In your throne. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Sela makandele bosha. Riana makandele bosha. Sharia dosa kataya. Mbele yetu kuna siku saba. Bwana akujaze nguvu zake. Kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Bwana akuinue zaidi. Mabonde yote yakajazwe. Milima yote ikashushwe. Alipoparuza pakasawazishwe. Bwana ongoze hatua zako. Ndani ya wiki hii ukasikia sauti ya habari njema. Bwana akutende na kuonewa katika jina la Yesu. Aondoe hasara na ubaya. In the name of Jesus, I declare and decree your life will never be the same. God will bless you. God will lift you. God will change you. God will fill you. God will give you power. God will give you power. In the name of Jesus. In the name of Jesus. The Bible tells me, let the weak say, I am strong. In the name of Jesus. Now we declare, we are rising up. We are rising up. Not by power, not by might, not by your spirit. We are rising up. Not by power, not by might, not by the spirit. Rika sakata, Rima shanda lako, shanda lawasa, Ria masanta lawasa, Yes sakata, Lord I'm amazed how you show me mercy. Daddy, oh, thank you for your mercy. Oh yes. Lord, I'm amazed
Asante kwako. Mimi nashangazwa, shangazwa. Celebrate his victory. His mercies endure forever. From the rising of the sun to the setting of the same, his name is holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. He is our King, is holy. He is our Lord, is great. He is our Savior, is holy. He is our Redeemer, is holy. He is our Father, is holy. Holy, holy, holy. Chukua nafasi.